Bwana Yesu asifiwe tena. Haleluya. Nichukue nafasi hii tena kumshukuru Mungu kwa kibali ambacho ametupa kwa siku hii ambayo tunaendelea na somo ambalo tulianza jana. Kwa wale ambao walipata nafasi na kibali cha kuwepo jana, tulianza somo ambalo linazungumza kwa habari ya kutubu kwenye kuleta matokeo kwenye ulimwengu wa roho. Kutubu kwenye kuleta tukio, kuleta matokeo kwenye ulimwengu wa roho. Na jana tukaanza kutafakari hasa nini maana ya kutubu. Tukaangalia maana halisi ya kutubu, tukasema kutubu ni kugeuka. Na vitu fulani ambavyo ulikuwa vinafanyika sasa ninageuka. Na baada ya hapo tukaona kuna tofauti kati ya kutubu, kutubu na msamaha. Baada ya kupita hapo tukasema basi tumalize na jambo moja kwamba kutubu ni nini. Bado tukasema kutubu ni kitendo fulani ambacho kinafanyika kumuonyesha mtu kwamba ametubu, lazima kuwe na kitendo. Sasa leo Mungu ametupa na tunatamani tuendelee kutafakari kwa habari ya somo hili ambalo Roho Mtakatifu ametupa, na tutaendelea kwa mambo machache kwa vile ambavyo Mungu atakuwa amekusudia sasa kwa habari ya somo hili. Mpaka sasa hivi hatujafika kwenye kile tukipate, lakini kwa vile ambao Mungu amekusudia kwa leo na kwa jana, tulisoma neno la Mungu kwenye kitabu cha Luka, Injili ya Luka ule mlango wa 19, na tulichokiona kwenye Luka ni kama Zakayo amekutana na Yesu. Nataka nikuonyeshe kwamba ni kiwango cha juu. Amekutana na Yesu, lakini baada ya kukutana na Yesu ana mali ambazo alikuwa nazo, alipaswa watoze watu, lakini sio zaidi. Kuna mali ambazo alikuwa nazo kama mtoza ushuru Zakayo, lakini hizo mali alizokuwa nazo, nazungumza kiwango cha juu kwamba kutambua sasa nimekosa. Mali ambazo alikuwa nazo baada ya kukutana na Yesu, huyu Zakayo, bila asema kwenye mstari wa 7 na wa 8, anasema Zakayo akasimama akamwambia, yani akasimama akamwambia Bwana, ikiwa, yani kile kitendo cha Zakayo kwamba kwanza ukisoma mistari ambayo inatangulia haionyeshi kama Zakayo Yesu anamwambia sasa Zakayo anza kutubu kwa sababu umeiba sana. Yani Zakayo tu ndani yake anasikia kusimama, lakini anaanza kama kuna mtu. Nazungumza kiwango cha juu kwamba kutambua nimekosa kama ishara ya kutubu, kiwango cha juu ambacho anakuwa nacho mtu wakati ambapo amekosa. Sasa Zakayo anasimama anasema kama kuna mtu yoyote ambaye kwa huyo nilimchukulia vitu, anasema nitamrudishia mara 4. Nazungumza kiwango cha juu kwamba tayari nimekosa. Baada ya kukosa nini nifanye? Unaweza ukawa umekosa lakini haujafikia kwenye hichi kiwango, baada hutatubu. Kwa wale ambao ni watu wa saikolojia wanaweza wakasema hivi, kuna ile stage ambayo mtu anafikia anasema sasa tunaita aha stage. Yani kwamba ametambua kwamba sasa mimi nimekosa, sasa ninapaswa nitoke hapa kwa namna fulani. Aha stage. Kwa hiyo Zakayo, yani sawa nimeiba, lakini hicho kiwango kimefika. Yani kama ingekuwa ni thermometer unapimwa, kabla haujapimwa, kama haijafikiwa kiwango fulani tunasema mtu ana temperature fulani. Mpaka ifikie kiwango tunasema huyu mtu anaoma. Kwa sababu gani? Kuna kiwango cha thermometer kimefika. Sasa wazuri, kuna daktari hapa, kiwango fulani kwamba huyu mtu anaoma kwa sababu imeshafika 38, 39. Kwa nini? Kuna kiwango tumeanza kutambua huyu mtu amekosa. Uja ni leo. Fungua kitabu cha Yona 3. Yona
Yona 3. Nisome tu ule mstari wa 6. Fika tu kwenye mstari wa 6 ufike pale. Neno la Mungu linasema, habari ikamfikia mfalme wa Ninawi, naye akaondoka. Angalia haya maneno. Anasema habari ya Yona ambayo alizungumza kwa habari ya Ninawi. Anasema habari ikamfikia mfalme wa Ninawi, naye akaondoka katika kiti chake cha enzi, akavua vazi lake, akajivika nguo za magunia na kuketi katika majivu. Nataka uone kitu hapa. Yona baada ya kueleza uovu ambao ulikuwa unafanyika kwenye mji wa Ninawi, Biblia inasema mfalme baada ya kusikia yale ambayo Yona ameyasema, mfalme hakukaa kimya. Sasa ametambua kiwango, nazungumza kiwango, kwamba sasa nimetambua, nimeanza kufikia kwenye hicho kiwango. Kwanza anasema akaondoka kwenye kiti cha enzi. Maana yake kuna heshima ambayo alikuwa nayo mfalme, lakini tu ambapo wamefahamu kwamba taifa au mji wa Ninawi umekosa, kuna kiwango kilianza kufikiwa kwamba tumekosa kama Ninawi. Na kama tumekosa, bila sema akaondoka kwenye kiti cha enzi. Sasa unisikilize, anaposema ameondoka kwenye kiti cha enzi, anamaanisha yani aliivua heshima yake aliyokuwa nayo, aliyavua madaraka aliyokuwa nayo. Akasema kwa haya madaraka niliyokuwa nayo sawa, mimi ni mfalme, lakini kwa uovu huu uliofanyika kwa Ninawi, basi nina haja ya mimi kuondoka kwenye heshima nilionayo, kuondoka kwenye madaraka ambayo niko nayo. Nifanyaje? Aanze kutubu. Kumbe ili mtu aanze kusema sasa niko hapa Yesu ninatubu, huyu mtu cha kwanza kuna kiwango lazima afikie. Na huyu mtu hata angalia heshima alionayo, yani huyu mtu hata angalia madaraka alionayo, yani kwamba mimi ni mchungaji sio sababu ya kwamba nisitubu, mimi ni mwinjilisti, ni mzee wa kanisa sio sababu. Maana kifikia kiwango utatubu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sio kuna watu wawili tunaelewana nao hapa, sio kuna watu wawili watatu tunaelewana. Maana yake kwa heshima tulizo nazo, kwa mfano ni mtu unafanya kazi sehemu fulani na wewe ni boss, ukiangalia heshima, namna ambavyo watu wanakurespect, watu wanakuheshimu, unaweza kusema kwa hiyo heshima yangu sina haja ya kutubu. Lakini bila sema mfalme kwa heshima aliyokuwa nayo, alipofikia kiwango, Biblia inasema akayavua mavazi ya kifalme. Maana yake yeye si kitu. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kila mtu aliyoko hapa ana heshima kwa namna ya kwake. Yani popote ambako, yani ukipika nyumbani kama ni baba, kuna namna watoto wanakuheshimu. Lakini ikifika kwa habari ya kutubu kwa Mungu wetu, yani heshima zako ni kule kwa Yesu. Tunatubu na dhambi tulizo nazo tunazipeleka msalabani. Kwa nini? Kiwango kimefikiwa. Hujanielewa? Mtoe mfano mmoja. Kuna ndugu mmoja alikuwa ameenda kwenye yale maombi ambayo yanafanyika Dodoma Makasege. Yule baba, sijui nisemeje, labda unaweza ukawa na aina fulani ya gari ambalo unafikiri ni ghali sana, lakini labda unaweza lisifikie huyu baba. Amefika kwenye yale maombi, kwa namna ambavyo watu wanamtazama wakasema huyu amekuja tu kutuchora hapa. Alipofika amepaki gari lake pale nje, sio gari hizi tunazosema gari. Yani si unajua kuna gari alafu kuna AST, si ndio? Alafu kuna special, si unajua kuna gari. Sasa yani zile gari sasa, yani zile ambazo gari sio ya hivi. Gari ni ya kupanda kwa hivi, unaingia
unavuta, unaingia. Hayo ndio magari tunayasemea, yani kwa mfano. Sasa amefika na gari lake hapo. Baada ya kufika, watu wakasema huyu ndugu yani amekosa nini? Nataka nikuonyeshe heshima. Kuna kiwango fulani ukifika, yani utajiangalia wewe ni nani, utatubu. Sasa amefika pale, yule ndugu baada ya kuingia tu, yani amefloti, ameanguka chini, hakujali kuna vumbi, hakujali pana uchafu wa aina gani, ni kwamba anagaragara, anaomba. Kwa nini? Hakuangalia heshima, aliangalia kwamba ninamuomba nani. Maana kuna wakati ambapo unaweza ukatazama heshima ulionayo ukasema kwa namna nilivyo sina haja ya kutubu, lakini kwambie mpendwa mtu wa Mungu, kutubu ni kwa lazima. Yani kwamba uko nani, una heshima gani, ukiingia popote watu wanakuheshimu, lakini tu kwenye hilo la kutubu heshima pembeni, Mungu kwanza, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana asifiwe. Anasema bado natamani uone kitu hapa. Anasema akavua mavazi lake, akavua vazi. Maana kile kilichokuwa kinamtambulisha mfalme, anasema akavua. Lakini hata mitume inaheshimika na identity yangu ni kubwa. Hii wananijua, Melesini wananijua, na kule chini galani wananijua. Mitaa yote ya hiyo inanifahamu, nikipita wananijua. Lakini licha ya kunijua, lakini acha kuvua mavazi yangu, ninagaragara chini kwa ajili ya Bwana. Namwambia Mungu, nimekosa, ninaomba unisamehe. Sasa msikilize, anaweza kusema baada ya haya akavaa magunia. Hebu umesema akavaa magunia. Wametana akavaa magunia. Akaomba. Wametana akaomba. Akavaa magunia. Akaomba. Sasa msikilize, anachokisema hapa kwamba akavaa magunia alafu akaomba, maana yake ni ishara ya unyenyekevu. Ni ishara ya nini? Ya unyenyekevu, kwamba sasa mimi sawa na mavazi mazuri ya kifalme na nikijiangalia mimi ni heshima, lakini tu kwa sababu ya Bwana hata ninyenyekee. Ninasema nyenyekee. Kwenye Petro 1:5-6 anasema nyenyekeni chini ya mkono wa nini? Wa Mungu ulio hodari, ili Bwana awapesi. Anasema huku mkimpika yeye fadhaa. Sasa Biblia ya Kiswahili inasema fadhaa, maana yake ukisoma ya Kiingereza inazungumza vizuri, ukitafsiri inasema wasiwasi wa kweli, uoga unachokiogopa, yani peleka kwa Mungu, lakini ili upeleke kwanza nyenyekee. Huyu mfalme alikuwa na wasiwasi kwamba hao watu sasa watu itakuwaje? Kama watu ndio hawa na uwezo na Mungu amepanga kuangamiza inao, leo nifanyaje? Ninasema akavaa magunia, akanyenyekea kwa Mungu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa watu wa Mungu, tunahitaji kutubu, lakini kwanza ili utubu, hata na kiwango hicho ambacho ulicho nacho, tazama kiwango ambacho kinakufikisha wewe uweza kutubu. Hata heshima ulionayo, hata namna ambavyo unaonekana kwamba mimi naonekana ni nani, lakini hata yote tazama kwamba pamoja na haya, lakini Mungu wangu ni zaidi ya mimi. Haleluya. Natamani tuende kwenye jambo la pili. Jambo la pili. Okay. Tuende kwenye jambo la pili, alafu tubalize hapa. Jambo la pili. Jambo la pili lazungumza kwa habari ya kutubu. Kwa wale ambao wanaandika, kutubu kwa mtu
kwenye eneo lolote ambalo kuna namna ambavyo limefungwa, kutubu kwa mtu kwenye eneo lolote, na kwa hilo eneo kuna namna ambavyo limefungwa, kunafungua mlango kwa Mungu kufanya kazi ndani yako. Kutubu kwa mtu kulingana na eneo ambalo limefungwa kwa sababu tu ya toba, kunafungua mlango wa Mungu kufanya kazi na wewe. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wewe mfungua kitabu cha Nyakati uone kitu hapo mara moja. Mambo ya Nyakati. Mambo ya Nyakati. Nyakati wa pili 7:14. Kuna neno nalitaka hapo ulitazame. Anasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watafanyaje? Anasema watajinyenyekeza na kuomba na kutafuta uso. Sikiliza hapo anachokisema. Wakaziacha njia zao mbaya. Wakaziacha njia zao nini? Njia zao nini? Mbaya. Maanake hao watu wana njia fulani ambazo wanafanya. Sasa nazungumza kwenye eneo la kutubu. Kama unapotubu panafungua mlango, na huo mlango ambao unafunguka kuna namna ambavyo ulikuwa umefungwa. Kilichofunga nini? Kuna njia mbaya ambazo ulikuwa nazo. Sijui naeleweka? Kuna kitu kinasikika kwenye masikio yako ya mwilini na rohoni. Yaani ni hivi, kuna mambo ulikuwa unayafanya na kuna njia fulani ambazo ulikuwa unaendea, na baada ya hizo njia kinachokuhitaji ni kuacha. Baada ya kuacha, Mungu apate nafasi na aanze kufanya kazi na wewe. Na kuna viwango hauwezi kufika. Yaani unajua tatizo inazungumza na kama watu tayari wamesha pozi, yani kama maisha yao ndio yamepozi, yani ndio wameamua sasa mimi hapa ni hapa tu, kama kihuduma mimi ni hivi, kama ni chochote ninachokifanya mimi ni wa hivi. Nikwambie bado sio hapo, kuna mahali watakuwa kufika. Sasa kuna namna ambavyo ili ufike hapo kuna hichi kwamba uruhusu Mungu aingilie kati kwenye eneo au kwenye njia ambazo unazipita. Anasema wakaziacha njia zao, anasema ndipo nitasikia. Hebu mwenzako nitasikia. Kilichokuwa namzuia Mungu kusikia nini? Njia mbaya. Kilichokuwa namzuia Mungu kusikia nini? Njia mbaya. Kwa hiyo kumbe kwa njia mbaya za hao watu wanapotubu, wanapogeuka, maana yake Mungu anawapa nafasi hao watu, au anampa Mungu nafasi kwenye mioyo ya kwao. Anasema atasikia. Kwamba Mungu asikie, kuna namna ambavyo unaishi, badilisha, tubu, rejea kwa Bwana. Ukisha rejea anasema atasikia. Kuna watu tunaelewana ufanye namna hii. Kuna watu tunaelewana angalau wawili watatu. Asante, asante. Ni wawili watatu kweli. Ni kwa rahisi kabisa. Mungu ili akae ndani yako, akae ndani yako, akutumie. Jana tuliona kwamba kuna wakati mtu anaweza kufikiri kwamba yuko na Mungu, kumbe Mungu amemuacha. Na anasema ninaenda na huduma yangu inaenda. Sawa, utakuwa mtumishi wa Mungu kama hivi, utakuwa ni mzee, utakuwa ni nani, na madhabahu itapendeza na kanisa litapendeza, lakini shida ni hapa, ndani yako yuko Yesu. I say hallelujah. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Maana kinachomruhusu Yesu ninasema ni kutubu. Kinachomruhusu Yesu ndani yetu ni Nimebakisha jambo moja na sitamani niseme. Natamani kesho nikiwa naanza somo hili ambalo nimelikusudia kulifundisha kesho, tumaliza na hii point alafu tuendelee.
Lakini nakuomba nikuache nayo tu kwamba kutubu kunampa Mungu au kinakufanya au mtu anapaswa awe tayari wakati ambapo anatubu. Uwe tayari, yani kama una utayari wa kutubu, kilichomfanya mfalme aanguke chini ni utayari. Mfalme kutoa mavazi ni utayari. Chochote kufanyika kwa habari ya Zakayo kusema sasa nitatoa hata mara 4 ya mali zangu ni utayari. Kwamba sasa Yesu niko tayari, I surrender to you Jesus. Elohim Adonai Shama Sham Oh Elohim Elohim Adonai Shama Shama. Simama kwa miguu. Elohim